alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule, Bwana anaita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Yesu ameandaa meza ambapo watakatifu wa Mungu wanalishwa. Anawaalika wateule wake, njooni mle. Kwa maana yake anatulisha na kutupa haja zetu zote. Lo, ni tamu kula na Yesu wakati wote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Wanafunzi walikuja nchi kavu ili kutii amri ya Kristo, maana Bwana aliwaita, njooni mle. Hapo wakapata haja ya mioyo yao, mkate na samaki motoni. Hivyo yeye watosheleza wenye njaa wakati wote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake. Majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika. Nitakuwapo, litakuwa tamasha lenye utukufu. Watakatifu wote wakiwa weupe bila waa, na pamoja naye Yesu watasherehekea milele yote. Amina. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Pigieni makofi. Jina la Bwana limiliwe. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Bati wa mwisho. Hivi punde mwana-kondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake. Majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika. Nani atakayekuwepo? Litakuwa tamasha lenye utukufu. Watakatifu wote wakiwa weupe bila waa, na pamoja na Yesu watasherehekea milele yote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Pigieni makofi kwa mara nyingine tena. Si tumekuja kula neno usiku huu? Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya maji divai. Mwenye njaa anaita sasa, njoo ule. Jina la Bwana limiliwe. Yafaa mnijulishe umekuja hapa kula. Jina la Bwana limiliwe. No, hebu tumpige makofi mengi sana. Haya basi. Kuna kitu moyoni mwako? Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima.
alilisha makutano, kafanya majirivai, wenye njaa anaita sasa. Sasa ubeti wa mwisho: hivi punde mwanakondoo atamtoa bibi harusi wake, awe milele kando yake, majeshi yote ya mbinguni yatakusanyika. Lo, litakuwa tamasha lenye utukufu, watakatifu wote wakiwa weupe bila wa, na pamoja na Yesu watasherekea milele yote. Njoo ule, Bwana aita njoo ule. Waweza kula mezani pa Yesu daima. Alilisha makutano, kafanya majirivai, wenye njaa anaita sasa njoo ule. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Nimekuja kula usiku wa leo. Jina la Bwana lihimidiwe. Maweza kuketi. Bwana asifiwe. Semeni Bwana asifiwe. Hiyo ni bora zaidi. Nimesisimka kweli usiku wa leo. Ninayo furaha wakati wowote ninapokutana na bibi harusi wa Yesu Kristo, nasi tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho na kuanza kuzungumza juu ya neno na kuanza kushirikiana sisi kwa sisi na kujua ya kwamba yeye yuko hapa pamoja nasi. Hilo ndilo la ajabu sana. Hatuna haja ya kukisia, hatuna haja ya kujiuliza. Yeye yuko hapa. Yeye yuko hapa kwa ajili yetu sisi tumwabudu, kumsifu, na kwa ajili yeye atuambie ni kiasi gani anavyotupenda na jinsi anavyotukubali. Na hilo linanifanya nisisimke kweli. Sisi ndio watu wenye changamko zaidi juu ya uso wa dunia. Naam, mimi niko hivyo hata hivyo. Amina. Basi. Bwana sifiwe. Ninatazamia kwa sababu unajua kitu fulani kitatukia. Wakati wowote yeye awapo karibu nawe, unakuwa karibu na bibi harusi. Inajenga tu na kujenga na kujenga. Na yeye anasema unapokuja ukitarajia, mambo hutokea. Tayari yamekwishatokea. Ninamaanisha nasubiri kwa hamu kulisikia neno, lakini hilo ulilisha nafsi yangu tu kwa pamoja. Hivyo ndivyo asemavyo ndugu Branham, wakati bibi harusi anapokutana pamoja na kufanya ushirika na kuwa pamoja, inalisha nafsi zetu. Kwa hivyo ningependa kuwakaribisha kila mmoja. Nadhani tunao wageni wachache kabisa usiku wa leo. Tunao wageni wangapi hapa? Vema, Bwana sifiwe. Karibuni. Karibuni. Mungu akubariki ndugu yangu. Vema, ni nzuri kwa sababu usiku wa leo kama kawaida tumeungana pamoja na kuwakaribisha wote waliounganishwa na wanaosikiliza hewani usiku wa leo. Na usiku wa leo tutatambua zaidi kuliko wakati mwingine wowote kwa nini tunaelewa na kujua umuhimu wa bibi harusi kuungana pamoja chini ya neno. Yeye atatufafanulia usiku wa leo ili kwamba kusiwe ikiwa kama au lakini, kwamba tunajua kuna jambo moja tu tunalojua linaloweza kufanya hivyo. Hilo ni ujumbe wake. Ndilo jambo pekee linaloweza kumleta bibi harusi huyu pamoja, naye atatuelezea hilo usiku wa leo. Nilisikia kwa kina ndugu, je, dada yetu ameingia usiku wa leo? Jina la Bwana lihimidiwe. Tumelifaulu. Ni mgeni maalum hapa usiku wa leo pamoja nasi, dada Rachel Erickson. Jina la Bwana lihimidiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Ninalijua kanisa. Amina. Asante Bwana Yesu. Jina la Bwana lihimidiwe. Anatuonyesha yeye yupo pamoja nasi. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mungu akubariki dada Rachel. Maweza kuketi. Kwa ninyi ambao ni wageni na hamjui, ama labda uko nje mnaosikiliza hewani, mmeunganishwa kwa simu, dada yetu Rachel, ulikuwa ni muda gani uliopita tulipokuwa hospitalini? Hiyo ilikuwa lini? Imekuwa muda gani? Mnamo Januari. Tulipotoka nje ya chumba kile, daktari alitoka na kusema amekwisha. Ingia mle, amekwisha. Huyo hapo. Jina la Bwana
la Bwana lihimidiwe. Bado yeye anajibu maombi. Jina la Bwana lihimidiwe. Ninasema njia moja ni kwamba nachukia dada Rachel, ilikubidi kupitia hayo yote kwa ajili yetu sisi kanisa, lakini ulisaidia kuliunganisha kanisa hili pamoja kwa ushuhuda wako wa kile Bwana awezacho kufanya wakati ni jambo lisilowezekana. Wanaposema kuwa umekwisha, unakufa, utakufa, umekufa. Mungu yule yule. Waebrania 13:8 ni Yesu Kristo, yeye yule jana, leo na hata milele. Ushahidi ulio hai wa hilo. Ni furaha iliyoje kuwa na wewe katika ibada pamoja na familia yako ndogo ya kupendeza. Maombi yetu yalikwenda kwa familia yote kwa miezi mingi sana. Amekuwa akishuka na kupanda, kushuka na kupanda, lakini kumwona yeye hapa ni baraka kubwa sana. Hilo linaifurahisha nafsi yangu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Bwana ahimidiwe. Bwana asifiwe. Mweza kuketi. Ajabu vipi? Vipi kuhusu usiku wetu maalum Jumatano usiku? Nani alifurahia hilo? Amina. Hiyo ilikuwa ya ajabu. Alisema tunayo haki. Anasema kwamba tunayo haki ya chochote. Anasema kifua chetu kinapaswa kuwa mbele, vichwa vyetu viwe juu, na anasema tunasonga mbele. Anasema kwa uamsho wa Kipentekoste, na ndivyo sisi tunavyofanya, ndivyo tunavyofanya usiku wa leo. Ningependa kusema jambo dogo ambapo alisema hivi majuzi usiku ambalo lilibariki tu moyo wangu. Anasema, je, unayo imani na unaamini? Unaamini? Anasema unaamini kwa moyo wako wote? Vema, tutaona kama Roho Mtakatifu, yeye yule anayehubiri mahubiri, ndiye Roho Mtakatifu yule yule anayezijua siri za mioyo. Tutaona kama neno linamjia nabii ama la. Sasa Roho Mtakatifu yeye yule akihubiri neno analigawanya, akilifanya neno kuwa halisi. Akiwaambia nini? Akiwaambia kuwa ni kweli. Amina. Je, naamini ni kweli? Amina. Asante Bwana. Bwana sifiwe. Ninayo kidogo ya kukiri jambo fulani kwa kanisa hili. Huenda litawashtua kidogo. Naipenda simu yangu. Sijawahi kuomba sana hivyo maishani mwangu mote. Natumai wewe pia. Je, umefanya hivyo? Bwana sifiwe. Naipenda. Nilishika saa yangu ndogo ya alarm. Joseph, ni wakati wa kuomba. Bwana sifiwe. Ninaweza kutazama chini. Lo, ni Billy Paul. Bwana awe pamoja naye. Ninakupenda Bwana Yesu. Kadiri inavyozima wakati niligusa. Lo, hivi ninayo. Jamani, Bwana Yesu, ni ukumbusho kila wakati ninapozima, ni ukumbusho. Bwana nakupenda Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Jina lako lihimidiwe. Asante Shetani. Asante Shetani. No. Hakuliona hilo likija. No. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nilikuwa nikilifikiria hilo tena mchana wa leo. Kama vile yeye alitarajia kuigeuza kuwa sheria ni kitu kibaya zaidi ulimwenguni, lakini bibi harusi wa Yesu Kristo ndio kwanza tu amelipindua hilo kwake. Na sasa ni ukumbusho tu wa kila wakati kwamba inapaswa kuwa ni kuomba, mtafute Bwana. Nini kilicho kizuri kuhusu hilo? Sasa Shetani anajipiga mwenyewe, hata haitulazimu kumpiga yeye, anajipiga mwenyewe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Kuna jambo linalotukia kwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Anasema kwamba tunatoka kwa hilo la kiakili kama alivyosema. Yeye anasema kwamba tulisikia kwanza kisha tunatambua, sasa tunalitendea kazi neno la Mungu.
Alisema kuwa kiakili liko akilini mwako, na unajua niliwaambia wandugu, nilichofanya ni kwamba ninahisi limetoka akilini mwangu na kuingia ndani ya kabisa ya moyo wangu, au haijawahi kuwa hapo kabla. Limekuwa humo wakati wote, lakini kuna kitu fulani cha tofauti. Bwana anafanya kitu cha tofauti. Alisema ni upako wa Roho Mtakatifu. Anasema hicho ndicho kinacholeta utofauti. Inalitia mafuta neno hilo. Anasema linapotoa mafuta linabadilika kama ilivyokuwa kwa Musa. Tumeketi mbele ya kile kichaka kinachowaka moto, neno hili, na ndani ya maombi. Na anasema unapofanya hivyo, anasema linalitia mafuta neno hilo lililo ndani yako. Je, umeona badiliko katika maisha yako? Mimi nimeona badiliko katika maisha yangu. Namshukuru Bwana kwa hilo. Alisema ilikuwa kama kwa Ibrahimu. Alisema mpaka Ibrahimu ahadi isingekuja mpaka atakapojitenga kabisa na kila kitu cha ulimwengu. Alisema huo ndio wakati tu ambapo yule mwana aliahidiwa atakapokuja. Alisema alilazimika kujitenga na kila kitu cha ulimwengu. Alisema na baba yake na mama yake, kila kitu, hata Lutu. Yeye alimpenda Lutu sana, lakini ilimbidi ajitenge. Na kisha alipofanya hivyo, basi kukawa na badiliko. Na badiliko hilo linatokea kwetu sisi. Yeye anayashusha mapazia chini. Napenda jinsi ndugu Branham alivyosema kwamba tunapaswa kuingia katika mahali petu pasiri pa kuomba. Naye anasema nawe unalishusha pazia chini, na anasema wewe ufungie ulimwengu nje kabisa. Na anasema hiyo ndiyo njia pekee. Kisha tunaingia katika uwepo, nasi tunaanza kuomba tukimtafuta Bwana. Nasi tunaanza kuomba, Bwana, unajua ninachohitaji. Lakini lililo muhimu zaidi, tunapaswa kuanza kuombeana mmoja kwa mwingine. Mmoja kwa mwingine. Alisema huo ndio ufunguo. Wewe anza kuomba. Unajua nini? Unahitaji kuanza kuombeana mmoja kwa mwingine. Je, unajua mtu huyo anayezungumza dhidi yako? Unahitaji kuanza kumwombea mtu huyo. Je, unamjua mtu huyo anayehangaika? Ni kama jamani, wanahangaika. Huyo ndiye unahitaji kuanza kumwombea. Usiwahukumu, waombee. Kwa sababu kuomba huleta uponyaji. Naye anasema hilo huleta upendo mkamilifu. Na sote tunahitaji hilo. Anasema inaleta, unapoanza kumwombea mtu mwingine, inaleta upako wa Roho Mtakatifu. Na kama kanisa hili linaanza kufanya hivyo, kuanza kuombeana moja kwa mwingine, Bwana msaidie mtu yule. Chagua mtu tofauti kila siku. Waweke akilini mwako. Wanakuja akilini mwako, na ni kwamba uwaze tu kumtafuta Bwana, kuwaombea. Nawe utaona badiliko likija juu yako. Mungu daima amefanya hivyo. Ametufundisha njia yote kwamba lazima tuombe na kumtafuta uso wake. Inatosha kutokuwa na maarifa tu ya ujumbe, bali inakupasa kuwa na upako wa Roho Mtakatifu ili kulitia mafuta neno lililo ndani yetu. Maarifa hayatufaidi chochote. Tunamshukuru Bwana, kama nilivyosema usiku wa leo, kusikia kwamba kuliko wakati mwingine wowote kwamba Baba daima amejaribu kumuunganisha bibi harusi au watu wake daima. Alifanya hivyo huko mwanzoni kabisa alipojaribu kuunganisha watu pamoja. Alifanya hivyo na Musa, wakati Musa na wana wa Israeli alipojaribu kuwakusanya watu pamoja. Kwanza kabisa alisema alifanya hivyo kwa maarifa yake. Alisema alijaribu kuwaunganisha watu kwa maarifa yake. Unakumbuka jinsi ndugu Branham alisema alilifanya hilo? Alisema alijaribu kulifanya hilo. Anaendelea, nitatoka na kumua yule Misri. Naye akamua yule Misri, naye alipomua yule Misri wakaenda kumshambulia. Ilibidi akimbia, ikabidi achoropoke. Anasema kwa sababu alifanya hivyo kwa maarifa yake, haikuwa Roho Mtakatifu. Anasema Mungu alilazimika kumtoa na kumwingiza mahali pasiri, kumpeleka upande wa nyuma wa jangwa. Na ilimbidi kuchukua kila kitu ili kumtenganisha yeye na ulimwengu na kila kitu kingine. Lakini Musa alitokea jukwaani. Kitu fulani ni muhimu sana, ndivyo sababu ndugu Branham alituambia hivi majuzi. Kwa nini Musa alijitokeza jukwaani? Alikujaje jukwaani? Kwa sababu ya maombi maaminifu. Maombi maaminifu ya Amram na Yokebedi. Alisema walikuwa wakiomba usiku na mchana, usiku na mchana. Unajua walikuwa wana nini? Mikutano ya maombi ya nyumbani. Haikuwa Jumapili tu usiku au haikuwa Jumatano usiku, ilikuwa ni kila usiku. Walikuwa na mikutano ya nyumbani ya maombi. Alisema walitafuta kwa moyo wote, nao wakaanza kuomba. Na walipofanya hivyo, Mungu akawasikia, naye akamtuma mjumbe wao kwao. Hiyo ni kwa ajili yetu. Tunahitaji kutafuta kwa moyo wote. Tunahitaji kuanza kuomba. Tunapaswa kuanza kujitenga na ulimwengu na mambo ya ulimwengu na kuwazia vema, mimi sijui mambo ya ulimwengu. Sote tunajua chochote kinachochukua nafasi yake kiko katika njia yetu ya kile tunachofanya, kule kutembea karibu zaidi na Bwana. Na ni rahisi sana, kama tulivyozungumza Jumapili iliyopita. Simu, ni rahisi sana kujihusisha na mambo ya ulimwengu ambayo yanatawala akili zetu wakati wote.
Lakini Mungu alimwita Musa na akamtoa na kumshikilia huko nje jangwani. Unajua yeye alifanya nini naye? Alimlazimisha kuwa na wakati wa utulivu, quiet time. Alimshikilia kwenye mti pia, lakini wa kwake ulikuwa unawaka moto. Naye inabidi atuingize kwenye ukimya na kando ya huo mti ili aweze kuzungumza nasi. Anahitaji kutuingiza katika mahali hapo pasiri pa kuomba, chumbani kwetu. Tumtafute na kuzungumza naye ili yeye aweze kutujibu. Nami ninataka kusoma kitu fulani haraka sana. Kile yeye alichofanya kilinigusa tu jana nilipokuwa nikisoma maandiko, nikifikiria jinsi ambavyo Mungu kote katika nyakati zote yeye daima amekuwa akiwaunganisha watu wake. Yeye daima amewaleta pamoja, lakini alifanya kama vile ilivyokuwa kwa Musa wakati alipowakusanya wote pamoja. Wana wa Israeli walikuwa pamoja, lakini akamwita Musa na kumshikilia nje huko jangwani na kunena naye. Na baada ya yeye kupokea agizo lake, baada ya kumwambia, baada ya kupata tukio lake la kichaka kinachowaka moto, alirudi na kumwambia katika kule Kutoka, anasema, enenda ukawakusanye wazee wa Israeli pamoja. Yeye alikuwa akiwaunganisha watu. Ilikuwa ni sauti ya Mungu. Yeye alikuwa na agizo lake, sasa wakusanye watu pamoja. Akamwambia la kufanya, naye anasema kwamba ndipo Bwana wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Yakobo, amenitokea akisema, hakika nimewajilieni tena, nimeyaona hayo mnayotendewa huko Misri. Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi, nchi hayo maziwa na asali. Nao watakusikia sauti yako. Hilo tu ni nini hii? Nalipenda hilo. Wana wa Israeli walisikiza sauti ya Musa. Kwa hiyo hicho ndicho kilichokuwa kinawaunganisha watu. Yeye alikuwa na agizo kutoka kwa Mungu, anasema wakusanye wote pamoja, nao wataisikiliza sauti yako. Kwa hiyo Mungu alipokuwa akiunganisha watu wake hapo mwanzo, alikuwa akiunganisha chini ya sauti. Kisha Musa alibishana kidogo na Bwana. Akamwambia, akasema, lakini mimi si mwepesi wa kusema, siwezi kulifanya hilo. Nini kilitokea? Uamuzi mbaya. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Musa. Akasema, je, hayuko Haruni ndugu yako Mlawi? Najua ya kuwa yeye aweza kusema vizuri. Pamoja na hayo, tazama, anakuja kukulaki, naye atakapokuona atafurahi moyoni mwake. Nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake. Haruni hakuwa na la kusema. Musa, wewe yatie maneno kinywani mwake. Lo, Mungu wangu. Lo, jamani. Lo, jamani. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake na kukufundisha wewe utakayofanya. Yeye hakumfundisha mtu mwingine yote, anamfundisha Musa. Hilo linakuwa tamu sana. Naye akasema, naye atakuwa msemaji wako kwa watu, hata yeye atakuwa mfano wa kinywa kwako. Kwa hivyo Haruni alikuwa kinywa tu, nawe utakuwa mfano wa Mungu kwake. Lo! Kwa hiyo Haruni yeye hata hakupaswa kumtafuta Mungu, yeye alitakiwa kumtafuta Musa. Ndivyo maandiko yanavyosema. Lo! Rehema. Bwana sifiwe. Haruni hakuwa na la kusema. Hakuhitaji kutafuta nia ya Bwana. Nia ya Bwana ilikuwa ni nini? Yeye hakupaswa kufanya hivyo. Yeye tu, Musa, wewe niambie la kusema. Musa, wewe niambie la kufanya. Mungu alimwambia Musa, Musa akamwambia Haruni, Haruni akawaambia watu. Jina la Bwana libarikiwe. Sauti ya Mungu.
kupitia mjumbe wake iliwaunganisha watu pamoja. Hiyo ndio iliyowakutanisha wana wa Israeli pamoja, ilikuwa ni sauti iliwaunganisha. Kisha Yoshua, Musa aliwaongoza hadi kwenye nchi ya ahadi. Ndipo Yoshua walipofika kwenye nchi ya ahadi, ilimbidi yeye awaunganishe watu tena, akawaita pamoja tena, aliwaleta pamoja. Anasema wakusanye wazee wote na wakusanye pamoja. Alisema Mungu alikuwa amemwambia yeye, kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Amina. Anasema uwe hodari na uwe na moyo wa ushujaa. Anasema usiogope kitu, lakini fanya yote kama vile Musa alivyokuamuru. Musa angali bado anazungumza. Amina. 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 Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Kwa maneno mengine, wewe sema tu kile Musa alichosema. Wewe sema tu yale kanda zinachosema. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Alisema yote ni mali yako. Anasema lakini itabidi upigane kwa kila inchi yake. Ilibidi waipiganie kila inchi, lakini anasema popote miguu yao ilipokanyaga, alisema ni miliki. Kwa hiyo nina hakika walikuwa wameviweka mbele vichwa vyao juu, nao walikuwa wakiandamana kuelekea kwenye ufufuo wa Kipentekoste. Amina. Kama tu sisi. Siku ile Pentekoste ilimbidi awaunganishe pamoja. Aliwaleta. Hilo limenivutia kila mara katika neno, jinsi ambavyo Bwana alivyowaleta pamoja watu wake daima. Daima aliwaleta jinsi vile ilivyo kwa Musa hapo mwanzo, ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Ilikuwa ni hilo. Hapo ndipo ilipoanzia. Baba Ibrahimu ilianzia papo hapo. Hapo ndipo alipokuwa yeye, na ilikuwa ni familia yake na Sara waliungana papo hapo. Ilimbidi waondokane na kila kitu, lakini ilikuwa hilo. Kwa Musa walikuwa wana wa Israeli, yeye aliunganisha pamoja. Hivyo ndivyo ilivyokuwa siku ya Pentekoste. Alifanya vivyo hivyo tena. Aliwaleta. Hapo ndipo kanisa lilipoanzia. Aliwaleta wote pamoja, aliwaunganisha pamoja, aliwakusanya pamoja katika nia moja, kwa umoja na mahali pamoja, kwa wakati mmoja chini ya neno. Alisema walilazimika kuwaleta wote hapo ili kuwatayarisha wote. Nao walikuwa wakifanya nini? Wakifunga na kuomba na kumtafuta Bwana, kujaribu kupata upako. Bwana, tuweke tayari, tujitayarishe, tujiandae wenyewe ili Roho Mtakatifu aje juu yetu. Alisema ngojeni hadi, kama vile anavyotuambia sisi, ngojeni hadi linakuja. Iweni tayari, fungeni, ombeni, mkingoja kuja kwa Bwana. Naye anasema kila mmoja wao, na kisha wakati wote walipokuwa katika nia moja na kwa umoja, ndipo Roho Mtakatifu akaja, akaingia katika kile chumba. Na anasema huyo Logos, huyo Roho Mtakatifu alivunjika naye akaenda kwa kila mmoja wao. Na anasema kisha wote wakatoka nje, nao walikuwa wanasema nini? Hili ndilo lile, hili ndilo, hilo ndilo. Na kwa hiyo kutoka hapo upesi, kama vile ndugu Branham alivyosema kwamba waliondoka na kuanza, nao waliuza kila kitu walichokuwa nacho. Na anasema kisha wakaondoka. Na anasema alafu wakati mateso yalipolijia kanisa, kumbuka akasema ndugu Branham, hilo lilikuwa ndilo kosa baya sana ambalo kanisa liliwahi kufanya. Ni wakati walipofanya hivyo, naye anaendelea ati Roho Mtakatifu akakosea. Anaendelea sidani Roho Mtakatifu hakufanya kosa. Alisema sababu wao kufanya hivyo hawakuwa na kitu cha wao kurudi kwacho. Anasema kwa hiyo wao walifanya nini? Walizunguka ulimwengu wote, nao wakaieneza Injili. Sasa ujumbe na bibi harusi wako kila mahali kote Marekani, huko kote Kanada, huko kote Amerika Kusini, huko nchini Urusi, huko kila mahali. Ujumbe huu ulimwenguni kote. Bali Mungu anataka kumuunganisha bibi harusi wake tena. Kwa hivyo yeye ameifanya njia ya kumuunganisha bibi harusi wake tena. Amen. Amina. Amina. Ameandaa njia. Tayari yeye ametuwekea ramani.
alikihifadhi chakula. Kamwe kabla ya wana wa Israeli, wao walikuwa pale pale. Yeye angeweza kumtuma Musa, Musa angeweza kuzungumza nao wote, lakini sio leo. Kwa hivyo yeye aliurekodi ujumbe huu, aliufanya upatikane ili bibi harusi wote ulimwenguni waweze kuisikia sauti ya Eliya, waweze kuisikia sauti yake. Ilikuwa ni sauti ya mwanadamu, lakini lilikuwa ni neno la Mungu, na hicho ndicho kitu pekee kitakachomuunganisha bibi harusi wake pamoja tena. Hakujawahi kuwa na wakati kama huu, kwamba tumeungana pamoja chini ya ujumbe huu, chini ya neno hili. Linamuita bibi harusi atoke. Mungu alijua hilo. Linatokea sasa hivi. Wao wanaosikiliza kwa simu kote ulimwenguni, sio wao tu, lakini kila mahali pameunganishwa kwenye ujumbe huu. Mungu alijua, akafanya mpango, naye akamwita bibi harusi. Nasi tu sehemu ya bibi harusi huyo, kwa sababu aliutoa ufunuo wa kiroho ili tujitambue sisi ni nani, tunaishi siku gani. Nayo maandiko yanaelezea hilo lote kote kote, jinsi alivyofanya jambo hilo na Ibrahimu, jinsi alivyofanya na Musa, jinsi alivyofanya na William Branham. Na bibi harusi hapa leo ni sauti ya Mungu kwa bibi harusi. Jina la Bwana limidiwe. Ni nini kinachotukia leo? Hebu nabii na atuambie kinachoendelea leo hii. Mungu anamuunganisha bibi harusi wake. Anakusanyika pamoja kutoka mashariki na magharibi na kaskazini na kusini. Na kuna wakati wa kuungana, na huo unaendelea sasa hivi. Anaungana kwa sababu gani? Unyakuo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Alisema Mungu anamtayarisha na Bwana kuungana. Anaungana na kitu gani? Na neno. Amina. Kwa maana mbingu zote na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Anajiunganisha mwenyewe na Bwana, asema hivi. Haidhuru madhehebu yoyote ama mtu yeyote mwingine anasema nini, anajiunganisha mwenyewe, anajitayarisha. Kwa nini? Yeye ni bibi harusi. Hiyo ni kweli, naye amejiunganisha pamoja na bwana harusi wake. Unaona, na bwana harusi ni neno. Je, tunaungana naye usiku wa leo? Jina la Bwana lihimidiwe. Hebu tuvinamishe vichwa vyetu. Bwana Yesu mwenye neema, ni wakati wa jinsi gani tunauishi. Ni siku ya namna gani tunayoishi. Kuwa katika uwepo wako Bwana Yesu, kushuhudia katika siku na wakati wetu. Kule kuungana kwa bibi harusi wa Yesu Kristo haijawahi kutokea hapo awali, kwamba Bwana, ujumbe unaingia ndani kabisa ya mioyo yetu, kutoka kwa mtazamo wa kiakili chini ndani ya mioyo yetu. Unatutia mafuta ukitujulisha sisi ni nani. Tutie mafuta kwa huyo Roho Mtakatifu. Litie mafuta neno lililo ndani yetu Bwana. Tunatambua Bwana Yesu kwamba sisi ni wako. Sisi ni bibi harusi wa Kristo. Jinsi hilo lilivyo la thamani kwetu Bwana. Ni wakati wa jinsi gani tunaoishi Bwana Yesu. Ninashukuru sana kutambulishwa na sehemu ya bibi harusi wa Yesu Kristo. Ndugu Branham alikuwa na upendo wa aina yake kwako. Nakupenda. Anakupenda. Wewe ni wa thamani jinsi gani Bwana Yesu. Ninataka kumshukuru Bwana usiku wa leo kwa mara nyingine tena. Dada yetu Rachel, Bwana, neema yako, rehema zako, upendo wako uliajibu maombi Bwana. Bibi harusi wako walikusanyika pamoja Bwana, wakiliitia jina lako, nawe ukajitokeza jukwani Bwana. Matumaini yote yalikuwa yametoweka. Wafanyakazi wa matibabu walisema hapana, lakini yuko hapa pamoja nasi leo pamoja na familia yake Bwana. Jinsi gani wewe ulivyo mkuu Bwana. Jinsi gani tunavyokushukuru Bwana. Wewe ungali bado ni mwenyezi. Bado wewe ni Waebrania 13:8. Tunaamini hakuna shetani kuzimu ambaye anaweza kutufuatia, kwa sababu sisi ni bibi harusi wako. Tunakushukuru kwa kumrudisha yeye na kumleta hapa usiku wa leo.
Tunakushukuru Bwana ya kwamba ndugu yetu Campbell, ile ripoti alikuja kupitia upasuaji wake. Bwana alimgusa jeshi la malaika tuliowatuma wako pamoja naye. Tunamshukuru Bwana, dada yetu Chambliss alifanyiwa upasuaji naye yuko vizuri. Bwana alimgusa lile jeshi la malaika, walikuwa wakipiga simu hospitalini. Jina lako limidiwe Bwana. Dada yetu Sharon Simpson naye pia alifanyiwa upasuaji wa moyo. Jina la Bwana limidiwe. Yeye alimgusa pia. Kuna maombi mengine mengi zaidi ambayo yanakuja usiku wa leo, na kila mmoja wetu anayo maombi, na sote tunajua tunayo mahitaji, lakini sisi ni watoto wa Mungu na lazima tuamini. Ni lazima tuingie katika vitendo tunapoomba na kuamini. Msimruhusu shetani aseme, lo, hatuwezi, haiwezekani, haionekani kama kile kinachotokea. Hilo halimaanishi chochote. Huyo shetani ametupwa nje na kuzimuni. Tunapozungumza, Mungu sikiliza. Na chochote unachohitaji Bwana, hebu nikuinulie mkono wangu na kusema, Bwana, unajua kilicho chini ya mkono huu, kilicho moyoni mwangu. Bwana, kwa mara nyingine tena, ni fursa yangu kuweza kuongea kwa ajili ya wote walio hapa na wanaosikiliza hewani. Bwana, tunataka kufanana na wewe. Hiyo ndiyo kwanza shauku ya mioyo yetu Bwana, kufanana tu na wewe Bwana. Tusaidie kukukaribia wewe zaidi Bwana. Tuongee nawe mchana na usiku Bwana Yesu. Tunataka kukutafakari wewe kila wakati. Jalia tupendane mmoja kwa mwingine, tuombeane mmoja kwa mwingine. Bwana, asante kwa majaliwa tulio nayo usiku wa leo ya kuja kwenye meza hii ya ushirika Bwana. Jalia nia zetu zirudi Kalvari Bwana, mahali lilipoanzia, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ni siku ya jinsi gani tunayoishi Bwana. Tunaamini ya kwamba utajibu kila ombi lililo juu ya kila moyo Bwana. Umekwisha yajibu. Umefanya hivyo. Imemalizika. Imekwisha. Wanaomba, imekwisha. Tupe imani ya kushikilia Bwana Yesu. Na asante Baba kwa kuwa hapa pamoja nasi usiku wa leo. Tuko mbele ya Yehova, Mungu mweza yote, Mfalme wa amani. Shida zimekwisha. Haleluya. Mioyo inarekebishwa katika uwepo wa Mfalme. Mwimbieni tena. Ndiyo Bwana, tuko mbele. Je, unaamini kuwa uko mbele zake sasa hivi? Za Yehova, Mungu mweza yote, Mfalme wa amani. Jina lako litukuzwe Bwana Yesu. Shida zimekwisha. Mioyo inarekebishwa katika uwepo wa Mfalme. Baba, jinsi gani wewe ulivyo mkuu Bwana, kuwa tu mbele zako Bwana. Tunataka tu ujisikie umekaribishwa usiku wa leo Bwana. Tunakualika Bwana,
Tunataka kukuabudu, kuinua mikono yetu na mioyo yetu kwako Bwana, katika sifa Bwana, na katika kushukuru kwa yote ulio wewe. Unatubeba njia nzima Bwana. Wewe ni mkamilifu sana Bwana. Nasi tunataka tukusema asante kwa damu yako ya thamani Bwana, iliyotununua Bwana, kwamba ulitununua kwa gharama. Na Bwana, kwamba tunatambua leo ya kwamba sisi ni wana na binti za Mungu, tuliochaguliwa tangu zamani, tuliochaguliwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu Bwana, tukiketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Bwana, nawe hata umetuzidishia baraka zote za rohoni Bwana, na hekima yote na busara Bwana. Jinsi gani ulivyolitia hilo nanga ndani yetu Bwana. Umetuita tutoke kwa ujumbe huu na mjumbe huyu Bwana, nasi tumetambua Bwana ya kwamba ni sauti ya Mungu kwetu sisi Bwana. Na Bwana, tunaipokea nasi tunaitendea kazi maishani mwetu Bwana. Wewe unatutaka tufanye hivyo. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote. Tunakushukuru Bwana kwa mambo haya yote ambayo yamekuwa yakitukia, ya yale umefanya na yale ambayo ndugu Joseph ametuambia kuhusu mambo mengi ambayo umefanya Bwana. Jinsi gani wewe ulivyo mkuu Bwana, uko katikati yetu Bwana, na kubwa zaidi Bwana, kwamba umeyabadilisha maisha yetu, kwamba unafanya kazi ndani yetu na unatubadilisha Bwana. Nasi tunataka tukusema asante Bwana. Tunapaza sauti tu, Aba Baba Bwana. Tunalia Bwana, tunakupenda. Na Bwana, leo mahitaji haya ya maombi yameinuliwa na kila mkono Bwana, wa wale wanaosikiliza hewani, waliopo hapa, hao maombi haya ambayo yameandikwa Bwana, unajua kila moja yao. Na Bwana, uliahidi katika neno lako, ikiwa tukiomba neno lolote kwa jina lako tutapokea. Na kwa hiyo Bwana, tunalipokea Bwana, hata jinsi unavyotaka kutupatia, kwa njia yoyote ile unayotaka kutupa hilo Bwana, tunalipokea nasi tunanena asante Bwana. Sasa Bwana, kwa sehemu iliyofuata ya ibada hii Bwana, tunakualika tu uje Bwana, ututembelee tu huku na huku Bwana, na kusema nasi na kutuvuta tu karibu sana Bwana. Na kama vile ndugu yetu ametutangazia ya kwamba Bwana, tunaomba ya kwamba ungeutia mafuta ujumbe huu mioyoni mwetu na kutupa ufunuo wa kiroho Bwana, ya kwamba ndiyo yakini ya siku hii, ndiyo ile ishara Bwana, nayo inatia nanga ndani sana moyoni mwetu, hata hakuna kitu kingeweza kutuondoa kwayo Bwana. Tujalie Bwana usiku wa leo, tunakupenda nasi tunakabidhi yote kwako Baba. Wabariki na uwe pamoja na watoto wako sasa. Tunakupenda katika jina la Yesu. Amina. Na tuko mbele ya Yehova Mungu mweza yote, Mfalme wa amani. Shida zimekwisha, mioyo yetu inarekebishwa katika uwepo wa Mfalme. Jina lako limidiwe Bwana. Mwaweza kuketi. Inafurahisha sana kuwa hapa jioni hii. Kuna kitikio kidogo ambacho ninapenda tu kuimba kwa wakati huu. Haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Ninamshukuru jinsi gani Mungu anayejibu. Amina. Sema haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Katika jina la Yesu
likaja. Haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Na nilipoomba katika jina la Yesu, na kwa imani jibu likaja. Haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Baba yangu wa mbinguni mwenye neema, Bwana, tunashukuru jinsi gani kuweza kuingia katika nyumba yako Bwana na kukutana nawe, kuhisi uwepo wako. Nasi tunaomba tu Bwana ya kwamba wale wote wanaosikiliza hewani Bwana wajisikie uwepo wako kama tunavyojisikia Bwana, kwa maana kweli wewe unamuunganisha biharusi wako. Tunakuomba sasa uzibariki zaka na matoleo haya Bwana, na ya kwamba zitumike Bwana kulipeleka neno lako kwa ulimwengu wote. Katika jina la Yesu ninaomba, amina. Oh, haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Nafurahia sana hilo. Lo, haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Lo, na nilipoomba katika jina la Yesu, na kwa imani jibu likaja. Lo, haleluya, yeye ni Mungu anayejibu. Hebu tuimbe, wewe ni Mungu anayejibu. Lo, haleluya, wewe ni Mungu anayejibu. Lo, haleluya, wewe ni Mungu anayejibu. Lo, na nilipoomba katika jina la Yesu, na kwa imani jibu likaja. Lo, haleluya, wewe ni Mungu anayejibu. Na nifundishe Bwana kungoja, na mchini magotini, mpaka katika wakati wako mwema utayajibu maombi yangu. Nifundishe kutotegemea kile ambacho wengine wafanyacho, bali ningoje maombini jibu kutoka kwako. Lo, wao wamgoje hao Bwana watapata nguvu mpya, nao watapanda juu kwa mbawa kama tai. Kwa maana watakimbia na hawatachoka, watatembea na hawatazimia. Nifundishe Bwana, nifundishe Bwana kungoja. Nifundishe Bwana kungoja, wakati mioyo inawaka moto, na unisaidie kukishusha kiburi changu, na nilitie jina lako, na iweke imani yangu ikutegemee wewe, na macho yangu kwako, na nisaidie kufanya duniani hapa kile unachonitaka mimi niwe. Lo, wao wangojeao Bwana watapata nguvu mpya,
watapanda juu kwa mbawa kama tai, kwa maana watakimbia na watachoka, na watatembea na watazimia. Nifundishe Bwana, nifundishe Bwana kungoja, na baragumu yake Bwana wakati kipigo, wakati utakuwa umekwisha, nayo asubuhi inakuwa milele angavu na nzuri. Hapo waliokombolewa watakusanyika ng'ambo ya pili, nitakuwako jina kuitika, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, kuitika jina nitakuwapo. Wafu wa Kristo wafufukapo siku ile angavu isiyo na mawingu, na kushiriki utukufu wa kufufuka kwake. Kisha wateule watakusanyika nyumbani mwa ng'ambo ya mbingu, nitakuwapo jina kuitika, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, kuitika jina nitakuwapo. Saa zote na tumfanyie Bwana kazi yake tangu asubuhi hata jioni, na tuzungumze upendo wake wa ajabu na kujali kwake. Na wakati maisha yote yakomapo na kazi yetu duniani imekwisha, nitakuwako jina kuitika, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, kuitika jina nitakuwapo. Ubeti wa tatu tena, saa zote na tumfanyie Bwana kazi yake tangu asubuhi hata jioni, na tuzungumze upendo wake wa ajabu na kujali kwake. Na wakati maisha yote yakomapo na kazi yetu duniani imekwisha, nitakuwapo jina kuitika, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, na majina yaitwapo, kuitika jina nitakuwapo. Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, nimekombolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba niligundua kwamba amenitoa na kunionyesha njia, na kwa muda mrefu nilisafiri. Moyo wangu ulikuwa mzito sana, na dhambi nilizama chini, na kisha nikasikia kuhusu Yesu nikaninasa. Nisa ya ajabu vipi! Nami nina furaha sana kwamba nimegundua angenitoa kupitia nguvu zake za kuokoa. Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu.
Nami nina furaha sana kwamba niligundua kwamba angenitoa na kunionyesha njia. Na kama vile ndege kutoka gerezani ambaye ameruka, kama vile kipofu ambaye Mungu alimrudishia kuona kwake, na kama vile jirani maskini mnyonge aliyepata bahati na umaarufu, nina furaha sana kwamba niligundua angenitoa kupitia jina lake takatifu. Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Na haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba niligundua kwamba angenitoa na kunionyesha njia. Ule ubeti wa kwanza, na kwa muda mrefu nilisafiri, moyo wangu ulikuwa mzito sana, na dhambi nilizama chini, na kisha nikasikia kuhusu Yesu. Na ni saa ya ajabu vipi, nami nina furaha sana kwamba nimegundua angenitoa kupitia nguvu zake za kuokoa. Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba niligundua kwamba angenitoa na kunionyesha njia. Mara moja zaidi niligundua niko huru. Mungu ashukuriwe, niko huru, niko huru, niko huru kutokana na ulimwengu wa dhambi. Amina. Nikaoshwa kwa damu ya Yesu, nimezaliwa mara ya pili. Na haleluya, nimeokolewa, nimeokolewa, nimeokolewa kwa neema yake ya ajabu. Nami nina furaha sana kwamba niligundua kwamba angenitoa na kunionyesha njia. Amina. Asante Bwana. Ninashukuru sana, yeye alishuka chini kwa ajili yangu, alinionyesha njia, akaniweka huru. Ninashukuru sana kwamba yeye anakujali kikweli. Kupitia mwanga wa jua kivulini, haijalishi tuko wapi, yuko papo hapo kwa ajili yetu. Nami ninashukuru sana kwa hilo. Jina lake lisifiwe. Anakujali. Kupitia mwanga wa jua au kivulini, yeye anakujali.
sote pamoja. Dada mara moja zaidi. Sauti zetu sote. Hebu tuvumishe kwa utamu. Hebu na tumwimbie. Amini tu, amini tu, yote yanawezekana. Amini tu, wewe amini tu. Bwana ahimidiwe. Mwaweza kuketi. Ni majaliwa yaliyoje leo kuweza kumkaribisha tena kwenye mimbara yake nabii na mjumbe wa Mungu kutuletea ujumbe wakati wa kuungana na ishara yake, neno likimuunganisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Hakuna sauti nyingine, ni sauti ya Mungu kwa bibi harusi wa Yesu Kristo, ndiyo inayomuunganisha bibi harusi pamoja. Mungu awabariki. Huyu hapa ndugu Branham.